Nafanyaje pale ambapo mimi kama kiongozi ninashindwa kufikia matarajio? Matarajio yanaweza yakawa binafsi au matarajio yanaweza yakawa ya taasisi au watu wale ambao ninawaongoza. Kuna kitu nimekusudia kufikia lakini hayo matarajio hayajafikiwa. Cha kwanza, kuwa mwaminifu na kukubali huo uhalisi, kwamba kweli kuna changamoto, kubali kwamba kuna tatizo, kubali kwamba umeshindwa, kubali kwamba hayo malengo uliyoyaweka hayajafikiwa. Hii si ishara tu ya udhaifu, unajua bwana, bali hii ni fursa ya kujifunza, kwa sababu hauwezi kuwa mkamilifu. Kuepuka mambo yale ya kutaka nitamani hivi na hapana. Kubali uhalisi. Okay? Kingine, zingatia yale mambo mazuri uliyoyafanya zamani. Katika haya mambo ya coaching kuna namna fulani tunakuwa tunawa coach viongozi, huwa tunawaambia ni jambo gani ulilifanya vizuri pale ambapo mtu anaambia nimekosea malengo, lakini nyuma jambo gani ulilifanya vizuri, kuna mafanikio gani? Kwa sababu hizi kumbukumbu za kitu ulichokifanya vizuri huwa zinamsaidia kiongozi kumpa uhakika kwamba nina uwezo, nitafanya tena, nitafanya vizuri tena. Okay? Kwa tambua kwa mazingira yanaweza kubadilika na kushindwa kufikia malengo leo, lakini haionyeshi kuwa huo ndio uwezo wako wa mwisho, kwa sababu una uwezo wa kufanya bora zaidi hapo wakati mwingine. Kingine ambacho unaweza kukifanya ni kuangalia kwenye malengo pale, kwamba kuna kitu gani ambacho unataka ukibadilisha. Na sana kwenye eneo la malengo, changamoto huwa ni kwamba tunaweka malengo na tunaishia kwenye malengo, lakini hatufiki kwenye kuyachakata malengo. Tunakuwa tuna malengo ya jumla. Kwa cha muhimu, angalia kwenye lengo uliloliweka, lilikuwa ni la jumla au kuna kitu unataka kufanya. Sasa ili kufanya vizuri kwenye malengo, cha kwanza sawa kuwa na lengo la jumla, lakini ya pili kuwa na lengo mahususi. Okay, mahususi kabisa, inaonyesha kwamba ni muda gani utafanya na nani, na lini, utaanza lini. Lakini kingine kwenye malengo, weka mkakati. Kwamba sawa nimeweka lengo, lakini mkakati wangu ni upi? Kufanya hayo yote ukiona bado kuna changamoto, angalia namna ya kubadilisha lengo na kuweka lingine. Okay? Kingine cha kufanya, jenga mtandao wa watu ambao watakusaidia. Unajua bwana, hatujui vyote. Kuna wengine wanajua zaidi yetu. Kwa sababu mara nyingi suluhisho huwa linapatikana pale ambapo tunapata mawazo mbalimbali kutoka kwa watu wengine. Kwa hiyo usijifungie tu wewe mwenyewe, wewe na malengo yako. Hapana, washirikishe na watu wengine. Wakati mwingine washirikishe unaowaongoza, okay, wakusaidie pia. Kingine cha kufanya, kisha unapata muda wa kupumzika, kula mlo kamili, usisahau kufanya mazoezi, tembea, fanya na maombi. Wengine anatoka kwa kufanya na maombi, fanya ibada. Okay? Lakini kingine sasa cha muhimu na cha mwisho ni kwamba jifunze kukua kutokana na changamoto. Hizi changamoto zinapotokea za malengo hayajafikiwa, chukulia kama ni fursa ya kukua, na ukiwa na mindset hiyo itakusaidia kutoka kwenye hii changamoto. Okay, naamini hii itakusaidia. Mimi ni Daudi Kazinja, Life and Leadership Coach. Asante.